Bwana Yesu asifiwe. Tuwekee Mathayo 4 mstari wa 4. Nataka nitengeneze kwanza fikra zenu jamani. Fikra, ukizitengeneza hizi fikra ndio zinakufanya uishi maisha mapya, hata kama kuna maumivu, hali hatarishi, lakini wewe unaonekana una amani tu. Watu wanakushangaa, huyu akili zake siko sawa kweli huyu, lakini wewe unalijua neno. Sikiliza, naye akajibu Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Biblia ni Mungu mwenyewe akisema na wanadamu, ndio kinywa cha Mungu. Maneno ya Mungu yamehifadhiwa kwenye maandishi, ndio Biblia. Biblia yote unavyoisoma vile ni Mungu mwenyewe akawachagua watu, waandika watu wangu wajifunze. Hata akisimulia kuhusu Daudi, kuhusu Yusufu, sijui Samueli, sijui nani, simulizi zinatoka kwa Mungu. Sasa kama Mungu anakusimulia simulizi, lazima ufikirie, sasa ananisimulia hii ya Daudi ili kusudi iweje? Na huyu Yusufu najifunza, ananifundisha nini? Ananionya nini? Ina maana gani? Alafu unasema sasa nitakuwaje mtendaji wa fundisho hili la Mungu? Ukitengeneza kufikra hizo, unapata kiu ya kutafakari neno. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema sisi tunalisha zaidi mwili. Jamani, sisi ni roho si ndio? Sisi roho, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ni roho, sawa? Kwa hiyo kama Mungu ni roho na sisi ni roho, kama sisi ni roho, Mungu akatuweka kwenye nyumba, akachukua udongo, mavumbi, akatengeneza mwili, akatuingiza kwenye mwili ili tuishi hapa duniani. Sasa sisi tunalisha mwili zaidi. Nipe hapo, kuna wali hapo, kuna chapati, sijui nini, chai hamna? Bwana, nipe na chai bwana. Tunakazana sana duniani kulisha miili, tunasahau kwamba sisi ni roho. Huu mwili tukifa, mwili unarudi mavumbini, sisi tutaenda wapi? Ndio maana Mungu akatengeneza utaratibu wa wokovu, lakini wokovu bila neno haina maana. Unateseka tu, lakini sio mpango wa Mungu tuteseke. Unapokuwa huna neno, unafanya vitu kinyume, Mungu anaumia. Sasa huyu mfanyeje huyu? Neno langu halijui, anakwenda kila kitu anakwenda kinyume, anachoka. Mungu anakuacha, mwache shetani amchezee anavyotaka. Sasa hebu weka Hosea 4:6. Wanaokataa neno sasa, anasema nini Mungu? Nataka nikutengenezee wewe kwamba uanze kupenda neno la Mungu. Litafute neno la Mungu kwa bidii bila kuchoka wala kukata tamaa, kwa sababu linabadilisha kabisa maisha yako. Hiki unachojifunza cha hofu, kama hujui, nakwambia hivi, maisha yatakuwa magumu, kila unachofanya hakiendi. Wewe unafikiri Mungu hakupendi? Sio hivyo. Sikiliza, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa yangu, na mimi nitakukataa wewe. Sikia Mungu alivyosema, anakukataa. Mwache ateseke. Hii ni jinga sana. Mi nimeweka neno, alafu yeye halitaki neno, anakazana kulisha mwili tu, lisha na roho. Neno linalisha roho ili kusudi uweze kuwa na ufahamu mpya, umjue Mungu, ujue njia zake, kanuni zake, ujue yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 6:33 inasema hivi, tafuteni kwanza. Yaani katika utafutaji wako, katika bidii yako, mojawapo sio mwili tu. Uvae gauni nzuri, suruali nzuri, shati nzuri, si na nini, yaani unakazana na mwili kweli, afu unaenda kwenye kioo unajitazama, unaona nimependeza. Mwili is nothing. Anza na roho, mwili na wenyewe utapata faida. Asema bali utafuteni kwanza ufalme wake, yaani Mungu atawale maisha yako, uenende kwenye njia zake na kanuni zake. Tafuteni kwanza, usihangaike na vitu vingine. Kwanza litafute neno na haki yake, ili utengeneze uhusiano mzuri na Mungu, ndio haki yake, na hayo mengine yote
utazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukishalijua neno, mambo yananyooka yenyewe. Unaona unafanikiwa hapa, unafanikiwa pale, sio kwamba hakutakuwa na ugumu, hakuna maumivu. Lakini jamani, wote tunajua mvumilivu ndio anayekula mbivu, si ndio? Kwa hiyo maumivu yapo, uyavumilie. Unavumiliaje sasa? Msitazame yanayoonekana, lakini tazameni yasiyoonekana. Hayo ya kuonekana ni ya kupita tu, yasiyoonekana hayo ndiyo yaliyo yenu, lakini hayaonekani mpaka mfike mahali ambako Mungu anaona amesha kufinyanga, amesha kutengeneza. Sasa umeiva vizuri, ndio unakutana na kile ambacho Mungu amekuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unapokuja kama hivi hapa, unapoteza muda wako, unakuja hapa na kuambia hivi, unachokipata kitakusaidia sana kwenye maisha. Otherwise tunateseka kwa ujinga wetu. Biblia imesema kabisa, adui, Yohana 10:10, adui anakuja ili aibe au achinje au aharibu kile ambacho Mungu ameshaachilia kwetu sisi tuliookoka. Yesu amesema mwivi, shetani huyo, anakuja tu ili aibe kile ambacho Mungu ameshakiweka ndani yako, tayari kipo. Anataka kukiiba au kukichinja au kukiharibu. Yesu anasema bali mimi nimekuja ili muwe na uzima. Weka Kiingereza chake, Amplified Bible. Jamani, natengeneza kwanza muweze kuconcentrate kwenye hii somo la hofu. Haleluya! Mweze usikilize vizuri. Ukiweza kuishinda hofu, nakwambia hivi, utaanza kuona maisha yako yanabadilika, kwa sababu kinachotukatisha tamaa, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. Anaiba kisiwepo kabisa kile ambacho Mungu ameshatuandalia sisi kuenjoy maisha. Huwezi kuenjoy maisha kama ufanikiwi. Haleluya! Kwa hiyo mafanikio hakuna, kwa hiyo huenjoy maisha. Sasa anakuja aibe, au kama hakuiba auwe kabisa kisiwepo, au aharibu. Kipo lakini kimeharibika, hakikusaidii vizuri. Lakini Yesu anasema I came so that you may have and enjoy life and have it in abundance to the full until it overflows. Uenjoy maisha sana mpaka ile enjoyment yako inafurika, kwamba ukiona watu wahitaji, wewe unakuwa wa kwanza kuwasaidia, kwa sababu unavyo vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tuwekee waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana mstari wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe kwenye mambo yako yote unayoyafanya. Mpenzi, naomba ufanikiwe kwenye mambo yako yote na kuwa na afya yako. Mafanikio yasiambatane na huzuni yoyote. Mpango wa Mungu huo, mpenzi, ni wewe ambao umeokoka. Wewe ni kipenzi changu na kupenda kupita akili na fahamu zako. Upendo wangu ni mpana mno na kupenda upeo, yaani hakuna mwisho na kupenda. Ukitenda dhambi, mimi nimeshaahidi, unakuja unatubu na kusamehe, halafu na kuachilia kabisa na kukuona kana kwamba hujawahi kunikosea. Mungu anavyotupenda. Sasa ni kitu gani cha kukutenga wewe na upendo wa Mungu? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa anasema hivi, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako, kwa sababu kama unafanikiwa lakini afya yako ni mbaya, huenjoy. Lakini yeye anakuhakikishia pamoja na afya yako iwe nzuri, lakini kama vile roho yako ifanye. Kiwango chako cha kulijua neno ndiyo kina determine roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatengeneza roho yako, moyo wako unatengenezwa na neno. Sasa nasema kama vile roho yako ifanye, kiwango kile kile, your level of spiritual maturity will determine your success and joy. Haleluya. Tunadharau neno. Tunarudi kwenye neno letu sasa la leo, ni kwamba
Hofu si sehemu yetu kabisa, na tulijifunza, narudia haraka haraka, wiki iliyopita 8:15, Rumi 8:15. Mungu anasema ukishaokoka hofu si sehemu yako tena. Kama hujaokoka fine, lakini si sehemu yako tena. Anasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana wa Mungu. Mwana anapendwa sana na baba yake, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo mwalia Aba, Aba. Narudi kwa babako, unamshukuru Mungu sababu mambo yako naona yanakwenda. Jamani, kuokoka si kwamba hutakutana na mambo magumu, hutakutana na changamoto. Maumivu yatakuwepo, mambo magumu yatakuwepo, changamoto zitakuwepo. Kuna wakati inakuja hali ni mauti kabisa, unaona ni mauti. Vyote hivyo vitakuja, lakini kupitia neno wewe unajua kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Usilidharau neno la Mungu. Watu wamefungwa, ndio maana tuko wachache hapa. Mnaona tuko wachache namna hii kwa sababu gani? Watu hawaelewi. Hata kama ni kwa maumivu, litafute neno. Tafuteni kwanza ufalme wake, ndio hilo neno lake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ngoja tusonge mbele kidogo, tutazame. Tulijifunza wiki iliyopita tukasema kwamba hofu si ni inatoka kwa shetani peke yake. Yesu alikuwa anajua kwamba watu wamekamatwa na hofu. Kabla hajafa alitoa maneno, Yohana 24 mstari wa 27. 24 mstari wa 27. Tatizo letu tunasoma neno bila kutafakari, hatuchunguzi maandiko. Waberoya tunachunguza maandiko, ndio maana tunaitwa Waberoya. Amani na waachieni. Yesu wakati anakaribia kufa akasema hivi, amani na waachieni hapa duniani, muishi kwa amani, nyinyi ambao mmenipokea mimi kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Amani na waachieni. Lakini amani yangu niliyokuwa nayo wakati napitia mateso mbalimbali, ugumu, watu wananitukana, wananifanya nini, mpaka nimeingia kwenye umauti, bado nilikuwa na amani tu. Amani yangu nawapa, na niwapayo mimi si kama ya ulimwengu utoavyo. Ulimwengu wanatazama ile hali isiyopendeza, wanaingia katika hofu. Sasa nyinyi msitazame hofu, msiitazame hiyo hofu, tazameni yasiyoonekana. Muwe mnaamini kwamba kuna kitu kizuri tu kwa ajili yenu. Nyinyi sio wanadamu wa kawaida, nyinyi sio wanadamu wa kawaida, mmefanywa upya kabisa. Ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Sasa wewe unabaki kama zamani. No. Jamani, anaambia amani nawachieni, amani yangu nawapa. Sasa iko ndani yenu. Atakayenipokea mimi anapokea na amani iliyokuwa nayo, hata kama nimepitia. Jamani, hivi mnakumbuka alikuwa anazungushwa mitaani, nguo zote, yuko kama alivyozaliwa, alafu anazungushwa mitaani, watu wamuone, lakini hakuumia. Anasema yeye hakuumia, anasema haya ni ya kupita tu. Sasa anasema hii amani niliyokuwa nayo mimi sasa nawapa, na nyinyi pokeeni hiyo amani. Lakini hii amani itafanyaje kazi? Lazima ujue kwamba hofu sio sehemu yako. Lazima ujue hata kama kuna majaribu hayaji kukumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu yatakuja, mitihani itakuja. Shule gani ambayo haina mitihani? Wanafunzi watakuwa wajinga tu, wapumbavu. Lazima mwalimu atatengeneza mtihani kuwatesti wale watoto. Nia yake sio kuwatesti tu, lakini kuwafanya wawe wana concentrate kwamba lazima nielewe hapa, isije katoka kwenye mtihani nikafeli. Anasikiliza kwa makini. Sasa na sisi umakini wetu uko kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema Mungu hawezi akaachilia jaribu ambalo anajua huwezi kuvumilia. Mwalimu hawezi kuuliza swali ambalo hajafundisha, anajua unaweza, hili swali unaweza ukajibu. Ndio maana na Mungu na hivyo hivyo, huyo hapa
jaribu hakuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ina maana kakuchunguza, kakuona ili jaribu anaweza kulivumilia. Ngoja nipelekee nione atalivumilia kweli. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita uwezo wenu. Uwezo wa kuvumilia mnao, ndio maana kaliachilia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mnajifunza kitu hapo? Mnajifunza kitu eh? Ehe. Anajua kwamba unaweza kuvumilia, ndio anasema na hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jibu ataachia na mlango wa kutokea. Ina maana kwamba kumbe ukivumilia Mungu anakutoa kwenye lile jaribu. Sasa ili uvumilie, tunarudi, usitazame hicho kinachoonekana, tazama kuna kitu kizuri hakionekani, lakini kipo. Amini, kipo tu kwa ajili ya maisha yako, na hicho ni chema. Lakini Mungu anakufundisha uvumilivu, anaachilia majaribu ili akufundishe uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi tukikutana na jaribu tunakata tamaa, lakini jaribu pia Mungu anaweza akaachilia maumivu kukudiscipline wewe. Una biashara yako, unachukua milioni 1 unaenda kuchangia harusi. Sasa biashara inahusikana nini na hiyo harusi? Inahusikana nini na biashara yako? Haina uhusiano kabisa. Mungu atakuadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuadhibu, li biashara lako litakufa. Sasa ili ushinde, ujue kwamba kwanza mvumilivu ndo anakula mbivu. Mungu anakufundisha uvumilivu, anataka kukamilisha, uwe mkamilifu na mtimilifu kwenye uvumilivu. Kwa hiyo lazima aachilie maumivu. Sasa usikasirike, ni kwa faida yako, uwe mvumilivu. Mtu ambaye sio mvumilivu, wote tunajua hawezi kula mbivu, hawezi kufanikiwa. Ni yule ambaye ana ujasiri wa kupambana. Shetani akileta majaribu yake na nini na nini, wewe unajua hili haliji kunimaliza mimi, nitashinda tu, nitatoboa tu. Kama biashara unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Tulijifunza wiki iliyopita, unajitamkia. Mnakumbuka? Mnakumbuka eh? Unachotamka kinaumbika. Mungu aliposema iwe nuru, ikawa nuru. Hajafanya chochote, katamka. Na wewe umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kwa mfano wake Mungu na sura yake. Alivyo Mungu vile vile na wewe ndivyo ulivyo. Huu ni mwili tu, Mungu ni roho na wewe ni roho. Lakini jamani, Yesu alipomfufua Lazaro, si alitamka? Akatamka tu, Lazaro akafufuka. Na ule mtini, wewe mtini hauna tunda, wewe mtini kauka. Kesho yake wanapita na wanafunzi wake, anamwambia mwalimu, ule mti umekauka kweli. Kwa sababu unachotamka kutoka moyoni kina nguvu. Tamka, kataa. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo sura kwanza mstari wa 2. Hayo yote jamani, mimi nawaandaa sasa hivi, nawaandaa ili kusudi twende kwenye somo letu, muweze kutengeneza kwa wepesi, muwe watendaji. Ndugu zangu, Yakobo huyo, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Ukisoma hapo unasema hii Biblia nayo bwana. Sasa yani ina maana majaribu huku iko hivi na huku na huku, kama kwenye biashara amekuja TRA, amekuja sijui nani, sijui kitu gani, sijui vitu vingine vimeoza mle kwenye biashara yako. Unasema sasa, Mungu wangu we, hapa sasa itabidi nifunge tu, ninaona biashara siwezi. Anasema furahini, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Twende mstari unaofuata sasa. Kuna kitu nakitafuta. Mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Amini kwamba Mungu kaachilia jaribu hili kwa faida yangu. Mkumbuke mwalimu katika mitihani anayotoa. Unafikiri mwalimu anatoa mitihani kwa nini? Ili kuimarishe, uconcentrate, sio unakaa unasinzia tu. Na kama uelewi, muulize mwalimu au uulize mwenzako, sio alichukua kifundisho, ulielewa mwenzangu wewe? Sema mimi nilielewa. Alikuwa ana maana gani mwalimu bwana?
Katoka kwenye mtihani nikafeli. Sasa na Mungu naye anaachilia majaribu kama mitihani kwa faida yetu. Sasa anasema furahini basi mkifahamu kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi ni nini? Kusubiri. Saburi ni kusubiri kwa matumaini ya uhakika kwamba kuna kitu kizuri mbele, hujakiona na ukijui. Haleluya! Malizia sasa mstari wa 4. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu katika kumwamini Mungu, katika kuamini neno la Mungu. Ukiamini utavumilia tu. Kwa hiyo anakufundisha na uvumilivu pia. Bwana Yesu asifiwe. Muwe wakamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na kitu. Unakuwa ni mtu mkakamavu kweli kweli. Shetani mwenyewe akikutizama anasema hii ngoma hii niachilie hofu hapa, tapoteza muda wangu bure. Anapita, maanake anakuona mtu ulivyokaa. Kwa hiyo Mungu anataka kutukamilisha tuwe watimilifu katika neno la Mungu, katika kumwamini Mungu na kumtumainia Mungu. Mwamini Mungu kwanza, lakini imani yako inalegalega, umpendezi Mungu. 10:38 Waebrania 10:38 afuta kwenda 11:6. Bila imani hakuna matokeo, utateseka. Amini. Sasa Mungu anakutazama, anakuona wewe imani yako una sita, lazima kupitishe kwenye mambo mengi sana, majaribu mbalimbali. Nia yake ya kuimarishe katika kumwamini ahadi zake. Amini neno la Mungu wewe. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kama huna imani, ndugu yangu, utateseka hapa duniani. Si umeokoka, ndio utateseka zaidi. Kwa sababu tumeokolewa kwa imani, tumeokolewa kwa neema kupitia imani. Haleluya. Nenda 11:6 tumalize hapo, twende zetu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wewe unaishi kila kitu una sita tu. Inawezekana kweli? Inawezekana? Hapa too much bwana. Nakwambia hivi, failure. Lakini hiyo ndio inatengeneza hofu. Shetani yuko pale kwenye hapo anaingiza ile hofu sasa ili akumalize. Unakata tamaa. Kama biashara unafunga, alafu ujinga wetu sasa unaanza kuambia ndugu zako, rafiki zako, mimi naona biashara imenishinda. Jamani, biashara ngumu. Lakini mimi nafikiri sikuumbwa kuwa mfanya biashara. Hakuna mwanadamu yoyote duniani ambaye siye mfanya biashara. Wote ni wafanya biashara. Usipofanya biashara, shauri lako. Haleluya, sio somo letu leo. Haya, ngoja turudi sasa, tunakuja kwenye neno la Mungu. Hebu some mstari mmoja hapa, Marko 9:23. Ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Yote, hakuna hata moja ambalo haliwezekani. Njia ya kupokea ahadi za Mungu ni kwa imani tu. Haleluya. Marko 11:24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, sikiliza, aminini kwamba mnayapokea, nayo mkifanya hivyo yatakuwa yenu. Ila imani utateseka. Neno la Mungu tunaenda kujifunza hapa, ni lazima ulichukue, uliweke kwenye vibao vya moyo wako, kwenye sakafu ya moyo wako. Wakati wowote unapokutana na hofu, anza kukumbuka kwamba hofu si Mungu, huyu ni shetani tu, na ukatae. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hofu ndio inayotumaliza, na shetani anaitumia hofu sana, anakaa hapo hapo na ataonyesha na vitu vingine vya kukutia hofu zaidi kusudi akumalize. Ukilijua neno, kataa hofu, sio moyoni tu, hiyo katae moyoni, iumbike. Tamka, declare. Declare ina maana kwamba unatamka kwa ujasiri, mimi nayaweza yote katika Kristo Yesu aliye ndani yangu anitiaye nguvu. Mimi siko peke yangu, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Unatamka hili, si haliji kunimaliza.
wewe unijui mimi ni mwana wa Mungu, haiji kunimaliza. Nakataa, mimi nitaweza tu, hapa nitatoboa tu. Unatamka, unapotamka, nguvu ya kutamka ya ulimi ni kubwa sana. Mistari iko mingi bana, hiyo tutachelewesha somo letu. Kinywa chako kilijua neno, ndicho kinachokuwezesha kutambua hila za shetani na kujenga hofu. Nimesema hivi, kiwango chako cha kulijua neno ndicho kitakachokufanya umshinde shetani na hofu zake na hila zake zote. Neno la Mungu hili tunalolifunza sasa hivi, tunajifunza hofu. Lazima uikatae hofu na kufundisha tu, lakini mtendaji iwe ni wewe. Haleluya! Nakwambia hivi, maisha yako yataanza kubadilika. Wewe hutaamini, utaenda kwenye kioo unajitazama, hivi ni mimi jamani? Ni mimi kweli? Lakini neno la Mungu hili jamani, lishike, liamini. Mungu atakushangaza, machozi yatakutoka, sio machozi ya uchungu, machozi ya furaha, kwamba huyu ni Mungu kabisa. Mungu jamani, mimi unashangaa mpaka ufiki level hiyo. Lazima ulijue neno kama hivi tunavyojifunza neno hili. Mimi nasema hivi, wewe ambaye uko hapa, mimi sijui umekujaje, lakini umekuja kujifunza, unakalisikia neno hili. Mungu anakupenda, Mungu anakujali, Mungu ana makusudi na wewe. Ndio maana akakuleta hapa ujifunze, ili kusudi uwe mtendaji wa neno, ili hofu isikumalize. Ukijua hofu haitoki kwa Mungu, tayari unaanza kuikataa moyoni kule. Anayeleta hofu ni shetani tu. Shetani anataka kunimaliza mimi. No, sikubali mimi, sikubali. Najua siri kwamba hofu ni shetani. Kumbe hofu si sehemu yetu tena. Unakumbuka Warumi 8:15? Bwana Yesu asifiwe. Okay, hali ya changamoto au hatari yoyote unayokutana nayo au iliyo mbele yako, aidha itakujengea imani au hofu. Maamuzi ni yako wewe. Umejifunza neno hili toka sasa, na nakwambia leo hii utakutana na jambo limejaa hofu. Mungu anakupenda, analiachia. Sio kwamba sasa mjifunza leo kwa leo, jamani, mambo yameshaanza kuwa hivi. Mungu anataka akuone kwamba, je, hili neno wewe ni mtendaji? Utakapomaliza hapa utaimba wimbo, Bwana Yesu ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo, unifinyange. Mungu anakufinyanga kupitia neno lake. Sasa wewe umefinyangwa, alafu unamwambia Mungu, nifinyange, unifanye kama upendavyo. Ngoma utakutana nao leo hii, kama sio leo, kesho. Kataa. Unapokataa pale, ujue unajifunza, unazidi kuimarika, unakuwa mpambanaji, watu wanakushangaa. Kama ni biashara, mwingine anakuja anafungua biashara yake pale, wewe badala ya kukasirika unacheka tu, unasema Mungu ananipenda Bwana, anataka niwe mbunifu zaidi, ndio maana akamleta hapa. Huyu ana uwezo zaidi kuliko mimi. Ndio, lakini nifanye nini ili kusudi wateja bado waje kwangu, wasiende kwa huyu? Nifanye nini? Inakufanya ufikirie zaidi, uwe mbunifu zaidi, afu unakuwa na uthubutu. Mungu anakufunulia. Kama huoni, unamwomba Mungu, naomba macho ya moyo wangu yatie nuru, nipate kuona. Nifanye nini mimi ili kumshinde huyu? Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anafanya hivyo hivyo. Nakwambia wale wenye biashara mko hapa, nakwambia kesho kutwa haifiki, lazima utakutana na jaribu tu. Mungu ulile ulichojifunza kule, wewe ni mtendaji. Wengi unaweza kuta hapa tunajifunza, mtu mwingine kasinzia, akitoka hapa kasikia juu, kenda huko mambo yameharibika, anasema mimi biashara siwezi, mimi hii biashara ninaona sio mfanya biashara, ngoja tafute kazi niajiriwe. Huajiriwi, utakuwa mtu uliyejaa huzuni. Na nakwambia unapoishi maisha ya huzuni humpendezi Mungu, na unavyozidi kuendelea Mungu anakuacha kabisa.
uteseke. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na wale waliokataa maarifa yangu na mimi nimewakataa, na watoto wao nimewakataa. Watoto wako hawatakusaidia kwa sababu wanasema na watoto kawakataa. Huyo ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kutotazama, kuto concentrate na ile hofu, kile kinachokutia hofu. Hicho cha kwanza. Cha pili, imani kwamba hata hivyo hiki hakiji kunimaliza bali kuniimarisha. Lakini sio kuniimarisha tu, kuna kitu kizuri hivyo. Mimi sitazami haya maumivu. After all, mvumilivu ndio anayekula mbivu. Haraka haraka haina baraka. Hiyo jamani, haiko kwenye Biblia au Waswahili. Sasa mtaka cha mvunguni sharti ainame. Mimi nitavumilia, mimi nayaweza yote katika Kristo Yesu aliyejaa ndani yangu anitiae nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unajitamkia, unapotamka imani inaumbika kwenye moyo wako. Siku zote jitamkie. Unapojitamkia unajenga moyo ambao unakumbuka yale maneno unayotamka, inaimarika. Anasema uwe mkamilifu na mtimilifu. Hivi unakuwa legelege, mtu mmoja mwoga kidogo, umeacha unaogopa kidogo, unaogopa. Mungu hapendezwi. Na ukiwa mtu wa kuogopa kila kitu, unaogopa tu, unaogopa. Kwanza Mungu anaachilia madudu mazito kweli kweli, mazito. Nia yake akufanye uwe imara zaidi. Mungu akutazama asema, yes, mwanangu huyu, huyu mwanangu nampenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kukataa hofu siku zote za maisha yako. Hofu si sehemu yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda mbele. Ifike wakati ambao huzungumzi na Mungu tena katika maombi, bali zungumza na ile hali iliyo ndani yako au mbele yako. Zungumza nayo, uikemee kwa ujasiri. Sio we hofu, toka hapa. Ebo, nataka kunichezea mimi? Nafikiri wewe naona unijui, unijui we ngoja, tamka kwa ujasiri, toeka katika jina la Yesu. Hata kama tutasema huyu kichadi siku hizi, we tamka. Kama unaogopa watu, kajifiche mahali afu utamke. Mpaka shetani akikutana anasema, huyu jamaa huyu jamaa amekazana kweli kweli. Lakini unapofanya hivyo, unaukamilisha moyo wako katika kuamini, katika uvumilivu, inakufanya uwe fighter. Bwana Yesu. Shetani akikuona na kuona kama umejaza muscles hivi, kwamba huyu si mwezi, huyu si mwezi, ndivyo alivyo hivi. Lakini toka, nakwambia toka. Hata kutaka kumtoa pepo mtu, unaambia pepo toka, nakwambia mimi toka. Atatoka kweli? Bwana Yesu asifiwe. Wewe tunambembeleza, mimi nakwambia, lakini shauri lako toka, tawasha moto mimi. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze hivyo. Narudia mfano jamani, narudia, huu ni mfano tu. Mimi nikiwa na kitu nataka kitamke, sasa wakati mwingine nasahau. Chukua stika, weka. Hata kama hujaandika maneno, weka stika moja kwenye mlango wako wa kuingilia na wa kutokea. Kama unaenda toilet, mlango wa kuingia toilet na kutoka. Jikoni hivyo hivyo, ili ukiona ile stika yako unaanza kutamka kwanza, afu ndo unaingia. Sio unaenda kufanya nini? Ukimaliza ukirudi unaiona tena, unaanza kutamka hivyo hivyo. Shetani anasema hii ngoma hii siwezi, hii ngoma siwezi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sio unatamka mara moja alafu umesahau, au unatamka mara moja afu unaanza kulalamika, Baba, katika jina la Yesu naona umeniacha, tazama ninavyoteseka. Hakulalamika hakukusaidi tena, unaharibu kila kitu.
kulalamika na kunung'unika. Kulalamika maneno ya kinywa, kunung'unika ni moyoni. Husemi hapa, lakini moyoni unakata tamaa. Waisraeli safari yao ya kwenda nchi ya ahadi ichukue siku 40 tu, lakini walipolalamika iliwachukua miaka 40. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia, siku 40 ikawachukua miaka 40. Mungu akawatweza. Biblia inasema Mungu akawatweza. Nenda kwenye kamusi yako, kutweza ni nini? Aliwachelewesha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwachelewesha siku 40 zikawa miaka 40. Walianza safari watu 2.5 million people. Waliofika wangapi jamani? Wamefika wangapi? Wawili tu, Yoshua na mwenzake nani? Katika 2.5. Wale wengine waliofika wote wamezaliwa njiani. Miaka 40 wamezaliwa. Miaka 40 si watu wazima kabisa. Walioanza 2.5 wamefika wawili tu. Kwa nini? Wale wawili walikuwa, hata walipotumwa kwenda kutazama kule majitu, wakakuta majitu makubwa. Sema jamani, yale majitu sisi tunaonekana kama mapanzi tu. Wale wakasema no, wale kwani tunakwenda peke yetu? Hatuko peke yetu, tutawapiga wale. Wawili tu, wengine wote walikuwa 12, wale wengine 10 wote hawakufika, wamefika wawili tu. Jamani, Mungu anachukizwa sana na kulalamika au kunung'unika. Maombi yako unapoomba siku yote, usije ukaonyesha hali ya kulalamika au kunung'unika. Mungu anachunguza mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Akikuta unalalamika, anakuacha, hakuna majibu. Tu ujinga wetu, unakosa maarifa. Imeandikwa Yeremia 17:9. Mungu anachunguza mioyo. Mimi Bwana na uchunguza moyo. Mungu usidanganye, unalalamika, hata maneno yako unabadilisha, lakini kule moyoni bado unalalamika. Mungu anajua. Nakwambia hivi, hufiki kokote. Siku zote uwe jasiri kwamba hii haiji kunimaliza. No way, itapita tu. Mimi sio mwanadamu wa kawaida. Mimi na DNA ya Mungu, DNA ya Yesu Kristo iko ndani yangu. Nimezaliwa upya. Hii hainimalizi katika jina la Yesu. Shetani akisikia hivyo anaanza huyu bwana huyu simuwezi. Kwa hiyo jifunze kujitamkia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi hubaki kwenye maombi tu, wakiona dhahiri kabisa kuwa hofu imewajaa, inawakaba koo, mioyoni mwao hawana amani tena, wanakata tamaa, eti wanaendelea katika maombi. Unaomba tu, unazidi kuomba tu, Baba nisaidie, mwanao nateseka, Baba. Kuna watu wanaombaga rudia Baba si mara ngapi sijui, lakini watu ukisikia sauti zao wanalalamika. Wewe unapomwambia, unaposema, unapoomba, amini Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu hata kuacha wala kukupungukia. Isaya 41:10. Isaya 41:10. Uone Mungu anachokwambia, alafu ukae kwenye vibao vya moyo wako, iweke ndani ya moyo wako, alafu unakuwa courageous, bold. You become a fighter. Usikubali, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu wewe, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wako, kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mkono wa kuume, nitakushika wewe kwa mkono wangu wa kiume. Usiogope, hakuna wa kuharibu chochote wewe. Anakuambia pale. Haya, nenda 43 hiyo Isaya 43:2. Sikia Mungu anavyosema, hata ukipitapo katika maji mengi yanaunguruma kwenye mto, unavuka hivi, alafu unaona maji yanakuja mengi kule na mawe na nini na matope, hata
katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe. Yaani haya majaribu ni mengi, kila kitu kiko ovyo ovyo, maumivu na nini kwenye biashara, kwenye maisha, hata afya yako. Kwenye maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, anakuambia hautakuteketeza, wala miali ya moto ile unayoiona kabisa kwa macho haitakuunguza. Utabakia ukiwa salama kabisa kabisa. Anakwambia hali unaiona kabisa, hii ni hatarishi, hapa mimi nakufa. Moyo wako amini, sifi, hafi mtu hapa. Tamka ili iende kwenye moyo wako. Maana anakazana. Hebu twende nyuma kidogo, twende Yoshua, ni mbele kidogo. Yoshua 1:5, anza 5, 6, 7. Nataka jamani, fundisho hili lilete mabadiliko kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitahidini sana, kwa sababu kama nilivyowaambia, wiki haipiti, kuna bomu litakuja. Tumejifunza Mungu anakupenda, ataachilia bomu tu aone kwamba kile ulichojifunza umekuwa mtendaji. Sikiliza hii sasa, hapata kuwa. Mungu alikuwa anamwambia Yoshua alikuwa anawapeleka Waisraeli. Sasa amechukua nafasi ya Musa, anawapeleka nchi ya ahadi. Ni sisi tuliookoka, sawa, tunaenda safari yetu, tunaishi hapa duniani, tunaelekea mbinguni, sawa. Sikiliza sasa anavyotoa amri, alafu ikae kwenye vibao vya moyo wako. Anasema hivi, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kutoka leo hakuna mtu wa kukuzuia chochote. Kamata hiyo kitu. Alafu anasemaje tena? Siku zote za maisha yako, kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Hata kukupungukia no. Nitahakikisha wewe ni mkakamavu kabisa. Uwe mkakamavu, ujue mimi niko na wewe, na kama niko na wewe, anasema sitakupungukia hata kidogo, wala siwezi kabisa kukuacha. Haya, nenda 6. Sasa uwe hodari na moyo wa ushujaa. Tembea ukiwa unajua hakuna anayeniweza mimi. Shetani umeshindwa katika jina la Yesu. Mimi nayeweza yote. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyokuapia baba zao ya kwamba nitakupa. Nenda 7. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Kuwa shujaa, uwe mkakamavu tu. Hata kama unaona jitu linakuja kule, amini, nitalipiga tu hili. Nitalipigaje? Sio mimi, Mungu si yupo pamoja na mimi? Sishindwi, nitalivunja hili. Moyoni kule ninakuja, unaona hali fulani, hii ndio mwisho wangu sasa. Jamani, hii biashara, haya maisha, naona si kama ni gonjwa. Watu wengi wanakufa, wanakata tamaa. Si ameshasema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Waliokataa maarifa yangu na mimi nimewakataa. Unakufa kwa sababu ya hofu, unakufa. Watu wengi wanakufa kwa sababu ya hofu. Nasema Mungu alitaka jitu lenyewe jinga hili, ngoja life, naliharibia watu wangu hapa. Acha sawa na sheria yako niliyokupa Musa, mtumishi wangu, usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako, kila utendacho. Anasema usiende kushoto wala usiende kulia, tembea kwa ushujaa moyoni mwako. Ukifanya hivyo, anasema usiende kuume wala kushoto, upate kufanikiwa
sana, sio kufanikiwa kidogo, sana. Kila uendako, chochote ufanyacho. Kumbe siri ya mafanikio katika maisha, iwe ni biashara, iwe chochote unachokifanya, moyo wa ushujaa. Moyo wa ushujaa, na unautengeneza mwenyewe. Itamkie. Kuna wanawake hapa, visauti vyenu hivyo vembamba vembamba, kaza, sikubali katika jina la Yesu. Hata kama ni nyembamba, badilisha katika jina la Yesu. Uniwezi shauri lako. Unakuja kunilaumu, sema alifundisha, lakini mbona sisi tunashindwa? Hamna cha kushinda. Tamka. Jitamkie, tamka kwa ujasiri. Sasa nenda 9, msikie Mungu anavyosema. Hii ni amri sasa. Hii ni amri namba 9. Je, sio mimi niliyokuamuru? Kisha okoka. Hii ni amri sasa. Usipotii, ina maana kuna matokeo, kuna anguko, kuna kushindwa. Sio mimi niliyokuamuru. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako, lolote ufanyalo. Lakini kinachonitisha mimi, ile mstari wa kwanza, kumbe ni amri. Ukitaka kuishi maisha yanayompendeza Mungu, amri hii hapa. Usiposhika amri hii, sio kwamba utakufa, lakini utateseka kwa ujinga wako. Amri hii hapa na 9 ni kule nyuma, kule 5 tulikotoka, 5, 6, 7. Sasa hapa anamalizia kwamba kule alikuwa anakuambia kwa upole, lakini sasa nataka ujue hii ni amri. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, hata kama kuna maumivu, vumilia. Unakuwa legelege hapa, haijalishi wewe ni mwanaume ni mwanamke, usiwe legelege. Mungu hataki watoto wake wawe legelege, wanachezea chezea kila kitu. Hiki siwezi, hiki siwezi, hii naona hapana. Anasema hapa, je, uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usikate tamaa, usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe kila uendako. Wewe vipi? Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama unashika hii mistari na maneno haya, nataka nikuambie hivi, utakumbuka hili somo tena. Labda nikupe tahadhari, mambo yatakuwa mengi kweli kweli. Sio kwamba Mungu hakupendi, anataka ile somo ulilofundishwa wewe ni mtendaji au ufahamu tu. Sasa tatizo letu kulalamika, kama sio kulalamika, kukata tamaa, una give up kabisa. Wengine mnahama na kanisa, naenda kutafuta kanisa lingine. Naona pale, bwana, mimi sifanikiwi, ile kanisa sifanikiwi. Unafundishwa hivi ili kusudi uweze kutambua kwamba miujiza iko kwenye neno. Miujiza ya mafuta, sijui maji, sijui nini, hiyo miujiza ya shetani. Miujiza iko kwenye neno. Ukikaa kwenye neno tu utakutana na miujiza mpaka utashangaa. Lakini kwa kutojua, watu hawalipendi neno, wanaona kama kukaa kwenye neno ni maumivu. Lakini unasahau kwamba mvumilivu ndo anayekula mbivu. Ukiwa na malaria utachomwa sindano tu, ndugu yangu. Ukiwa na jipu litakamuliwa. Usipokubali utakufa na tutakuzika tu. Bwana Yesu asifiwe. Tumbo linauma, unapewa dawa yenyewe nayo chungu tena. Sasa dokta sema kama hutaki kunywa utakufa wewe, usifanye mchezo. Lakini si unavumilia na kunywa? Na kwenye maisha hivyo hivyo, na kwenye biashara hivyo hivyo, maumivu hayakosi, lakini yote yanakuja kukuimarisha wewe uwe mkamilifu na mtimilifu. Yakobo 1:4. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe mkamilifu na mtimilifu bila mapungufu. Huyo ndio mwana wa Mungu, na Mungu anakupenda, atakutumia wewe uwe shuhuda, watu wengine wajifunze kutoka kwako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga makofi kwa mara ya kwanza. Haleluya, haleluya. Shetani hutudanganya kwa kutuambia, mbona kila mtu anaumwa wakati unaumwa wewe eh? Usijidanganye kuwa eti wewe huwezi kuumwa, wewe utakufa. Anakuambia shauri lako, utakufa. Hapana, mimi sintakufa bali nitaishi ili nishuhudie matendo makuu ya Mungu. Zaburi 118 Zaburi 118. Unaumwa, kataa kufa, tajitamkie. Kama una mgonjwa wako mwambie kama anaweza kutamka. Kama ni mwanao mtamkie. Wewe mwenyewe siku zote mstari, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Unakataa kifo. Nakufa, kwaherini sasa. Naona naondoka sasa, kwaherini. Utakufa kweli. Kataa. Na maneno haya hapa, kwani nimeandika mimi haya? Si Mungu mwenyewe anataka tuyatumie. Sasa jamani, nakufa sasa. Kwaherini, kwaherini. Unasikia umekata roho. Kataa na sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo makuu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. We hofu inakujia, unasema kwa kanisa hii hapa hapo ni mtu ngoja naweza nikafa time yoyote. Unatengeneza umauti wako. No, neno la Mungu liko kwenye kinywa chako. Mithali 18:21. Mithali 18:21. Uone kwamba mauti au uzima uko kwenye nguvu ya ulimi wako. Neno liko mbona rahisi tu. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao kuutumia watakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Unakata tamaa halafu unakufa, na utakufa. Watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa, na wale ukataa maarifa yangu. Jamani, ni somo refu hivi, ni refu, lakini jamani, hili somo litatutoa mahali, litatupeleka mahali fulani. Kwa wale ambao wako serious kusikiliza halafu wawe watendaji wa neno hili, I can assure you, Mungu anakutengeneza kupitia neno hili ili uwe na maisha mapya, fikra mpya, uwe na positive mental attitude wakati wote. Unakataa kufa, kataa, rudia. Inafika mahali labda kinywa sasa kinashindwa kutamka, wewe endelee tuna ulimi wako. Anasema mauti au uzima huwa katika uwezo wa ulimi wako. Uwezo unapokuwa hai, anza kuutumia huo ulimi wako wewe. Sio nangoja mpaka sasa uweze hata shauri lako. Jifunze neno la Mungu ili uwe na amani. 22:21 Ayubu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujilia. Usipojua mbinu hii ya kuishinda hofu maisha yako, usipojua neno la Mungu, tunateseka kwa ajili ya upumbavu wetu. Lakini kila kitu kiko kwenye Biblia. Mjue sana Mungu, neno lake, ili uwe na amani wakati wote, ndipo mema yataanza kukujilia. Lijue sana neno la Mungu, litafute. Tafuteni kwanza, seek first. Ina maana vitu vingine uko natafuta, sijui chakula, sijui nini, lakini kwanza kabisa tenga muda wa kulitafuta neno. Neno lipo. Kutafuta manake kitu hicho kipo, lakini ukioni au hukipati, ndio unatafuta. Tafuteni kwanza, manake kipo. Neno la Mungu lipo kwenye Biblia, lakini ukitazama Biblia ilivyokuwa kubwa ile, ukitazama nisome hii, bwana, mimi siwezi bwana. Unakosea.
Ukianza kwa kiu na shauku utaenda, lakini tunapokuwa tunajifunza kama hivi kwa pamoja, nakwambia hivi, inatengeneza, inakujaza ile, sio kiu peke yake, na ule ujasiri. Ngoja nikajifunze. Jumamosi tunakutana hapa kila Jumamosi saa ngapi vile? Saa 9 tunakutana hapa Jumamosi, tunachunguza maandiko. Unasoma uelewi ni kitu gani hiki, kama alipoweka ule mstari wa Yohana 10:10 anasema mwivi huja ili aibe, achinje au alafu mimi nimekuja ili muwe na uzima na muwe nao tele. Sasa Kiswahili utaelewa nini hapa? Sasa chunguza hapa kuna nini. Kiingereza chake ambayo ndio message ambayo rahisi kuelewa, the thief, yani shetani, comes only in order to steal and kill and destroy. Yesu anasema but I came so that you may have and enjoy life. You can have life and enjoy the life and have it in abundance to the full. Sasa ukija huku ukielewa, inasema say kumbe kuokoka natakiwa ni enjoy maisha. Sasa mbona si enjoy mimi? Nakosea wapi? Kama Yesu kaniokoa ili ni enjoy maisha, tena anasema ni ile enjoyment ijae na kufurika. Sasa mbona mimi si enjoy? Unatengeneza kiu sasa, lakini kwanza ulitafakari neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu weka Yohana 8:31 na 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, wameshaokoka hao, anawaambiaje? Ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Au weka mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mwanafunzi ni yule anayejifunza ili awe mtendaji wa kile anachojifunza. Aya 32, tena ndipo mtakaoifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ina maana tunadanganywa sana na shetani, anatuvuruga akili zetu. Sasa ile kweli yenyewe kutoka kwa Mungu mtaijua kama mkikaa kwenye neno langu na kufanyika wanafunzi wangu. Mtaijua hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ina maana shetani hawezi kuwachezea tena, mtakuwa mnaenenda kifua mbele. Shetani anakuona lakini anakuogopa, umejaa neno. Najua huyu hata nifanyeje simuwezi, mwenyewe anakimbia. Ndio anachosema hapa. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Hebu jamani, mwenye swali yeyote anyoshe mkono. Tunamaliza kwa leo, lakini bahati nzuri ili somo bado lazima mtoke hapa mmeiva, mmekuwa watu wapya. Kama ulikuwa unachemsha hapa maboga yameiva, yamelainika kabisa, ndio mnatoka hapa sasa kwenye maisha. Alafu ngoma mtacheza tu. Mungu si anajua umejifunza kitu. Haya, ngoja tuone. Haya, mwenye swali jamani, kuna mtu mwenye swali? Inawezekana kweli hamna mtu mwenye swali, au mnaogopa kuuliza? Kuna mahali hujaelewa? Kuna mtu haya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa tu naomba kuuliza kwa faida ya wengi, yaani tupewe tofauti ya malalamiko na manunguniko. Maana tukaona nalalamika kumbe ninanungunika, yaani hapo inakuwaje? Mtu anayelalamika ni upoje na anayenungunika upoje? Nilieleza hapa. Swali zuri. Kulalamika ina maana maneno kwenye kinywa. Kulalamika, baba nifanye nini sasa? Mbona umeniacha? Kila ninachofanya hakifanikiwi. Baba nisaidie, baba usiniache baba. Huko ni kulalamika. Nifanye nini sasa? Nimejaribu kila kitu baba, sielewi. Unaona umeniacha baba, usinisahau mwanao. Wewe unalalamika. Kunungunika kule moyoni, hakuna maneno hapa. Umekaa kama unalala usingizi, umekaa kitandani hivyo, mambo yako hayaendi. Sasa moyo, kwenye ule moyo, biashara ile siwezi kabisa, mimi naona bora niache, tafute kazi nifanye, lakini biashara mimi naona
siwezi. Mungu nano umeniacha, lakini usemi kwenye kinywa, huku moyoni. Tumesoma pale, Mungu anachunguza mioyo, anajua unacholalamika. Sasa kulalamika kule kama kinywa akihusiki ndio kunung'unika, sawa? Ndio tofauti. Kwa hiyo usinung'unike wala usilalamike. Wathesalonike 5:18. Wathesalonike 5:18 unasema hivi, mshukuruni Mungu kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ngoja kuwekee pale, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu. Nimesema hivi, jaribu likija, wewe unafikiri Mungu hakupendi? Hapana, analiachilia jaribu lile lije kwako kwa sababu anakupenda, ataka akuimarishe. Tumeona kule, akuimarishe katika kumwamini Mungu, akuimarishe katika uvumilivu, sababu anajua mvumilivu ndo anayekula mbivu. Lakini bila kuamini huwezi kufanikiwa. Mwamini Mungu, kwa anakutengeneza Mungu. Ndio maana mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Sasa inapokuja unapitia jambo fulani, maumivu ni makali, unaona kabisa huu ndio mwisho wako, usilalamike wala usinung'unike, badala yake tengeneza maombi yako. Tuwekee ule mstari wa Luka ili kusudi watu wajifunze jinsi ya kumshukuru Mungu. Yesu alipokutana na maumivu makali sana, alimwambia nini Mungu? Maumivu ni makali, akasema Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee maumivu haya, lakini si kwa mapenzi yangu bali yako yatendeke. Maneno mengine, Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee hali hii ninayopitia, lakini isiwe ni kwa mapenzi yangu bali makusudi yako itimie. Kwa kifupi sasa, Mungu mtakatifu wa mbinguni, natamani hali hii initoke, lakini si kwa mapenzi yangu bali makusudi yako yatimie. Umeelewa hapo? Sio unalalamika, kuna makusudi. Mungu ukisha okoka, yeye anakupenda, anakujali, na Biblia inasema anatupenda upeo. Si Yohana 1:16, Yohana ngapi? 16 ile, anatupenda upeo. Hakuna mtu anaukumbuka huo mstari. Upeo manake nini? Anakupenda kupita akili na fahamu zako, beyond your imagination. You can never imagine. Anakupenda mno, kama huko kwenye mtumbwi baharini mle. Sasa kule mwisho huwezi kuona, ukisogea na yule mwisho unazidi kusogea, si ndio hivyo unavyokuwa kwenye maji? Ukisogea na yule mwisho nao uzidi kusogea. Upendo wa Mungu huko hivyo, ni mkuu mno, hauelezeki. Yani anakupenda kupita akili na fahamu zako, vile huwezi wewe hata kufikiria. Upendo ni mkuu mno. Kwa hiyo kama mzazi anampenda mtoto wake, mtoto anakataa kwenda shule, mzazi anamchapa yule mtoto. Anapomchapa mtoto anafikiri baba hanipendi, kumbe baba ametizama kule mbele, ameona kwamba huyu mtoto asipoenda shule ataishije atakapokuwa mtu mzima, kwa anamchapa yule mtoto. Dingi bwana, Dingi hanipendi bwana, yani mimi si kama babangu kweli huyu, yani niambia mimi nimechoka, sitaki kwenda shule, ananichapa, ananipiga. Lakini ukitizama, kwa kusema kweli, baba yule hawezi kumpiga ngumi ya usoni hapa kwenye pua, bam, hata siku moja. Anamkamata, anampiga kwenye mabega au kwenye makalio. Kwa nini? Kampiga, lakini hawezi kudhurika. Bwana Yesu asifiwe. Si mmenielewa hapo? Kwa hiyo na Mungu naye haji kukumaliza ukikosea. Kama nilivyotoa mfano pale kwenye biashara, una rekodi yoyote, unachukua hela huku, unaenda kununua gaoni, unaenda kununua shati, unaenda kununua sijui nini, ukiona si kitu kizuri umeshanunua, biashara itakufa. Jiwekee mshahara, uwe na discipline. Mshahara wako shilingi ngapi wewe? Kama ni 1,500,000, ishi na 1,500,000 hiyo hiyo. Mvumilivu ndo anakula mbivu. Mungu anakutengeneza, uwe na nidhamu na zile fedha.
Sio unachukua kwenye unachengea, sijui kuna kitchen party, sijui nini, watu wanakupigia makofi. No, hizi hela ni za biashara, na Mungu anajua. Mungu ndiye anayekuadhibu kwa faida yako. Haiwezekani binti yuko pale nyumbani hataki kupika, yuko akarudi likizo, sijui anasoma huko, anaishi bwenini huko, amekuja mamake anamwambia, dada, sasa pumzika, atapika mwanangu, atapika yeye, atapiga deki, ataosha vyombo. Anakataa. Mama, jamani, mama, mimi unipendi, mimi siwezi mimi kupika. Utapika nakwambia, mimi unipendi. Anasema wewe tumpendi. Mama anajua huyu asipoweza kupika, akija kuolewa itakuwaje? Kumbe ni kwa faida yake. Yule binti ajui. Naye Mungu hivyo hivyo anakuona unakosea, unakuja kwenye biashara yako, unafungua saa 2, wewe unakuja saa 5, alafu ikifika saa 8, 9 wewe unaondoka, hiyo biashara itakufa. Alafu unasema Baba, katika jina Yesu, naona unavyoteseka, biashara sasa inanishinda. Mungu anasema, watu wangu bwana wanaangamizwa kukosa. Umekaa kule ndio wanakuibia wewe, ufike kabla ya saa 2, saa 1:30 uko kwenye biashara yako na unaondoka wa mwisho. Maumivu, mvumilivu ndo anakula mbivu. Haleluya. Swali lingine. Yes. Mtumishi wa Mungu, kuna bwana mmoja maeneo ya kwetu huko Kahama, aliuza mashamba yake yote akaenda kutoa sadaka. Sasa hivi anaishi katika hali ya umasikini. Huyu mtu kakosea wapi? Kaje sio sehemu yake, lakini huko ndo kukosa maarifa. Mungu anasema hivi, hebu tuwekee Wakorinto wa kwanza au wa pili 10 mstari wa 10 mstari wa 9 au 9:10, ule unaosema kila unachopata ndani yake kuna mbegu na mkate. 10 mstari wa 9. 10 mstari wa 9. Uchukue huo mstari huo ukae nao. Wa kwanza wa pili bwana, kweli wa pili 9 mstari wa 10. 9 Wakorinto wa pili. Yeye ampaye mbegu mwenye kupanda, sikiliza vizuri, ampaye mbegu kwenye kupanda na mkate wa chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Kumbe kila unachopata ndani yake kuna mkate, yani matumizi yako wewe, ule, uvae, ufanye nini, sawa, lakini kuna mbegu za kupanda. Ina maana kwamba usiache kupanda, lakini lazima ule. Usipokula si utakufa, na ukifa unamlalamikia nani sasa? Wewe badala ya kula umeenda kumpa maskini. Haiwezekani. Hapa ametoa, kuna mkate na kuna mbegu. Haleluya. Kwa hiyo lazima watu wafundishe, sio unatoa hela zako zote kwenye sadaka kanisani. Hapana. Inawezekana una savings zako na kuna kitu umeguswa, unataka kifanyike, labda ujenzi wa kanisa, jina langu likatokee kwenye ujenzi wa kanisa la Tangeni, mshahara wangu wa mwezi huu wote naenda kumjengea nyumba Mungu. Hiyo sawa, lakini huo ni ujinga. Sasa wewe sasa utakufa bila kula. Kuna mbegu na mkate. Mkate maana yake wa kula, mbegu ya kupanda. Haya, swali la mwisho kabisa kama lipo. Yes, simama. Okay, mpe mic. La mwisho kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nauliza hivi, mtu mwenye hofu inaambatana na wasiwasi na mashaka au ni vitu vitatu tofauti? Vyote hivyo ni kitu kimoja. Hofu, wasiwasi, mashaka,
vyote ni kitu kimoja, na somo hili linagusa vitu vyote hivyo. Ukiwa na mashaka, ina maana una wasiwasi, na kama una wasiwasi, ina maana kuna kitu unaogopa, na kama unaogopa, chanzo chake ni hofu. Vyote ni kitu kimoja. Kwa hiyo siku zote kataa kuwa na mashaka. Uzuri wa mashaka ni kwamba unakufanya utafakari kwanza, ili uone kwamba hofu hii ni hofu kweli? Lakini vyote hivi vinaletwa na Shetani, ila ni vizuri kuchunguza kitu upate kuelewa nipite njia gani. Kama uoni, usikate tamaa, uliza kwa mtu mwingine. Kama ni biashara, tafuta mentor ili ukamuulize uweze kuhendo hiyo kitu namna gani, au unaweza ukatafuta kitabu ukasoma uende kwenye njia ipi kutoka pale. Lakini hofu, na tunaposema hofu, ina maana kwamba unaamua kuogopa na kufanya maamuzi yaliyo kinyume. Ndio watu tunajifunza hofu, lakini vyote hivyo ni vyanzo vya hofu. Vyote hivyo vyanzo vya hofu ambavyo vinakupeleka kule kule kwenye hofu. Na ndio maana kama kwenye biashara, sifa ya kwanza ya mfanyabiashara ni kuwa lazima uwe na moyo wa uthubutu. Uthubutu, lazima uwe risk taker, moyo wa uthubutu, kwamba nitaweza tu. Wengine hawafungui biashara kwa sababu wana hofu, ana mashaka, ana wasiwasi kwamba mimi sitaweza. Kwa hiyo yote inakuja pale pale kwenye hofu. Tumemaliza jamani, muda wetu umeisha. Acha niombe. Baba yetu na Mungu wetu, Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Neno lako limefanya upya kabisa fikra zetu, limefanya upya kabisa maamuzi yetu katika maisha. Umejenga moyo wa uthubutu, moyo wa ujasiri. Baba, tumejifunza kuhusu amri yako kwamba lazima tuishi maisha ya ujasiri. Ndicho tunakupendeza wewe. Roho Mtakatifu, tunaomba utusaidie tupate kuwa watendaji wa neno hili na sio wasikiaji tu. Tunajiachilia kwako ili utufinyange, utufanye vile vile upendavyo, ili tuimarike katika imani, tuimarike katika uvumilivu, tuimarike katika kila lililo jema, ili Mungu Mtakatifu, makusudi yako ya wokovu ikathibitike ndani ya kila mmoja wetu kwa namna ya pekee. Ni katika jina la mwanao Kristo Yesu tumeomba haya yote tukiamini na kushukuru. Amen.